shirk. Na leo vumbi ya ushirikina imetugusa wengi kwa hakika Waislamu. Mwenyezi Mungu anasema, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ukiwauliza hawa Waislamu nani aliyeumba mbingu na ardhi, watakwambia ni Allah. Mwenyezi Mungu anasema, wala tajidu aktharahum yu'minuna billahi wal yawmil akhir illa wa hum mushrikun. Hutowapata hawa Waislamu waliokuwa wengi hawa ambayo wanadai wanamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, isipokuwa wao ni washirikina wakubwa. Kuna watu miongoni mwetu hapa wana waganga wao na wachawi wao, hawaishi ila kwa wao. Kuna watu kila siku wanakwenda kwa wapiga ramli, wanavaa irizi, wanawavisha watu wao na wao wenyewe wameivaa. Katika manyumba zao imefunikwa baadhi za aya za Qur'an, ikidaiwa kwamba hii inailinda nyumba. Hizi ni miongoni mwa ushirikina ambayo Waislamu wengi wanayafanya. Na leo Waislamu tumefika mahali pabaya kiasi ambacho baadhi ya Waislamu wanakwenda mpaka kanisani kuombewa. Matatizo yeye na mume wake, matatizo ya kiafya, matatizo ambayo alikuwa anafaa kusomewa Qur'an, anaona hii dini haina suluhisho isipokuwa mpaka nimfuate mtu ambaye si Muislamu ndo aniombee mimi. Huyo pastor mwenyewe anataka kuombewa, yeye atakuombea vipi wewe? Yeye anataka kuombewa. Kwani hii dini haina suluhisho matatizo yetu Waislamu? Hatuna Qur'an, hatuna sunna, hatuna mashekhe, hatuna viongozi, hatuna wazee wenye hikma. Haina utatuzi. Maana yake hii dini haina subra. Hakuna mtu kusubiri jamani. Wewe unajaribiwa na mtihani mdogo, bali ya kusubiri sasa unakwenda kumaasi Mwenyezi Mungu, na maasi iliyokuwa mbaya zaidi kuliko zote ambayo ni ushirikina. Na wakati mwingine wewe, hasatan wanawake zetu hawa, usiku na mchana illa man rahimallah, wanafunga masafari katika manyumba za hawa watu waganga na wachawi na wapiga ramli na mapasta. Wanaingia wakitoka, wakifikiri kwamba wanakwenda kutafuta suluhisho, kumbe sasa ndo wanakwenda kufungua uwanja wa matatizo katika maisha yao. Unajua wewe unapokwenda kwa mganga ama kwa mchawi, una matatizo ya kusomewa Qur'an, una matatizo ya ruqya, unayo jini, umefanywa aina ama hasad ama sihir. Huyu mchawi hawezi kutibu wewe 100% ukapona. Unajua kwa nini? Kwa sababu ukipona wewe atakula wapi? Biashara yake itaanguka. Kwa hivyo matatizo yako ataituliza tu. Wewe utajiona umerudi sawa, baada ya muda inajirudia, unarudi kwake yeye, maslahi yake ibaki salama. Na ikiwa utakwenda kwake yeye, wewe huna matatizo ya ruqya, wewe huna jini wala ain wala sihir wala hujafanywa hasad, matatizo yako inatakana ukatibiwe hospitalini. Huyu mchawi, huyu pasta, huyu mpiga ramli atasababisha matatizo katika maisha yako. Atakutumia jini, atakufanyia uchawi ili kila mara urudi kwake yeye, maslahi yake ibaki salama. Ndio unaona Mtume sallallahu alayhi wasallam akaharamisha mtu kwenda kwa hawa watu. Kwa hivyo mambo ya ushirikina haya itawapeleka Waislamu wengi pabaya, na wengi wanajipeleka mzima tu. Kwa hivyo tauhid ikikosekana katika maisha yako, ndio unaona wewe unapomooa mwanamke unamuingiza katika nyumba, elimu ya kwanza ambayo unafaa kumfundisha ni tauhid. Mwambie hakuna kitu itakufika wewe mpaka Mungu ametaka. La yusibana illa ma kataba Allahu lana. Na ikiwa itakufika hakuna ambaye anaweza kuyaondoa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Pamoja na kwamba lazima tutafute matibabu, tutafute matibabu ya kisheria, kufanywa ruqya na matibabu ya hospitali, lakini hakuna ambaye anaweza kuyaondoa isipokuwa Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Mwenyezi Mungu akikutia madhara katika maisha yako, hakuna ambaye anaweza kuyaondoa madhara hayo isipokuwa Mwenyezi Mungu. Upate kujua hiyo. Kwa hivyo na upate kujua hii dini na subra. Kuna njia mbadala, usikate tamaa, usivunjike moyo, usichukue sheria mkononi ya kwenda kujiua. Kama baadhi ya watu wanapitia mtihani, anaona bora nife, haina haja ya kuishi, akifikiri kwamba kujiua kwake ndo suluhisho matatizo yake. Kumbe sasa ndo amefungua mlango wa motoni. Unajua sisi Waislamu hatusemi unapomwona mtu amekufa katika hali fulani ni mtu wa motoni, mpaka Mtume ashasema sallallahu alaihi wasallam, ukimwona mtu amekufa katika hali fulani, huyu ni mtu wa motoni. Nimetaja alama za watu wengi. Miongoni mwa hao watu, ukimwona mtu amejiua, ima kujitia kitanzi au amejichoma akajiua na kisu na panga, akameza sumu,
Mtume anasema huyu ni mtu wa motoni moja kwa moja.